ingawaje hata wale walioko mjini uptake bado ni ndogo sana. Natakiwa mtafute baadhi ya mikakati ya kufanya watu wengi sana waelewe bima na wasichukue kama liability, iwe ni kama mojawapo ya fursa ya kukinga bidhaa au huduma wanazozitoa kwenye soko. Kuna kipindi tulikuwa tunaongea mfano hata masoko haya ya kawaida kwenye local government wakijenga kila soko. Juzi nimeona tena soko wapi limeungua, vibanda si vingapi vimeteketea. Wiki iliyopita hii. Kariakoo pia. Ni Kariakoo? Wiki iliyopita? Ya nadhani. Sasa vitu kama vile kuna kipindi tulikuwa tunaongelea kwamba pawepo kama sharti la kudumu la lazima. Kwamba mtu iwe ni lazima kwamba ukishakuwa na vibanda yani labda hata zaidi ya 10 vikishashikana ama vibanda 10, kila anaifungua biashara kwenye vibanda awe na bima. Yani lazima tufikie stage tuwe na vitu ambavyo vinakuwa ni vya lazima. Yani ukisema tu pawe ni mtu ajisikie leo sijui nifanye nini, hata kama bima ya nyumba unaweza mkaweka kwamba okay, kama unajenga labda kwenye eneo ambalo liko congested lazima uikatie bima. Inapitishwa na kwa kwenye sheria. Of course amount sio kubwa, lakini sasa Watanzania tushazoea kama haulazimishwi unaweza usikate. Kwa ni vitu mnatakiwa mvifikirie kama ilivyo kwenye magari. Kwa nini watu wanakata bima ya gari hata ya third party? Kwa sababu ukiingia barabarani utakutana na traffic. Sawa? Sasa je, huku kwenye nyumba kwa nini mtu aruhusiwe kujenga tena maeneo ambayo yako congested bila kuwa na bima? Kwa hiyo kuna vitu ambavyo lazima mvifikirie kuvifanya. Ndio wanasema sasa na nyie huku mngeliweka ikawa ni kama sharti la lazima, hasa pale ambapo majengo yamesongamana. Sababu bila hivyo kuna watu wanapoteza kabisa mitaji, yani ndo anaishia hapo jumla. Lakini mkacheki kama kuna success stories. Unajua Tanzania wanapenda kuona kwa kuamini. Kama kuna ile success stories ya mtu ambaye alipata changamoto mkatengeneza na ile cash flow kwamba okay, huyu alikuwa analipa let's say laki labda 2 au laki 1 kwa miezi labda 3 au 6, amelipa miaka 3, bahati mbaya duka liliungua, labda lilikuwa na value fulani na amekuwa compensated, na leo hii yuko hapa, biashara inaendelea. Watu wakiona vitu kama hivyo watafunguka na kuendelea. Otherwise niwapongeze sana kwa kazi mnayofanya. Okay.